Mawimbi ya joto yaliyovunja rekodi barani Ulaya msimu huu wa kiangazi yanasababisha kaya nyingi zaidi kufunga viyoyozi, huku kampuni za China zikionekana kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa ongezeko la mahitaji hayo. Tupate ripoti kamili. Nchi mbalimbali za Ulaya Magharibi zimekuwa na viwango vya juu vya joto visivyo vya kawaida msimu huu wa kiangazi. Nchini Ujerumani, hali joto imezidi nyuzi joto 40 centigrade katika maeneo kadhaa, wakati wataalamu wa hali ya hewa wakionya kuwa mawimbi mengine makali ya joto yanatarajiwa kabla ya mwisho wa msimu wa kiangazi. Kwa wazungu wengi, ongezeko la joto linabadilisha mtazamo wao wa muda mrefu kuhusu matumizi ya viyoyozi. Mhandisi wa Ujerumani Steven Skorczek anaishi Hamelin anasema joto la mwaka huu lilikuwa kali mno baada ya kuhamia katika nyumba iliyopo ghorofani chini ya paa ambako hali joto ya ndani ilikuwa juu sana. Anasema haiwezekani kuishi maisha ya kawaida wakati wa kiangazi kiwa hawezi kufunga kiyoyozi cha kawaida kutokana na kanuni kali za ujenzi barani Ulaya. Skorczek alinunua kiyoyozi cha aina ya Portable Split kilichotengenezwa na kampuni ya vifaa vya nyumbani ya China Midea. Kifaa hicho kilibuniwa mahsusi ili kukidhi kanuni za makazi barani Ulaya, ambazo mara nyingi huzuia ufungaji wa vifaa vya kudumu kwenye majengo ya kihistoria. Uzoefu wake unaakisi hali inayozidi kuwa ya kawaida kote barani Ulaya, ambako umiliki wa viyoyozi umekuwa mdogo kwa muda mrefu ukilinganishwa na nchi kama Marekani na maeneo mengine ya Asia. Watengenezaji wa China wanasema mahitaji ya viyoyozi yameongezeka kwa kasi barani Ulaya. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya China, mauzo ya viyoyozi vya Midea yameongezeka kwa zaidi ya 70% kwa mwaka katika nchi zikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Hispania na Uingereza. Ingawa kampuni hiyo haikuthibitisha takwimu hizo, uongozi wake wa shughuli za Ulaya ulisema bara hilo lina fursa kubwa ya ukuaji wa muda mrefu. Mtengenezaji mwingine wa China, TCL Technology, anasema mauzo yake ya viyoyozi nchini Ufaransa yameongezeka kwa zaidi ya 300%, huku Gree, mmoja wa watengenezaji wakubwa wa viyoyozi duniani, akisema mahitaji yameongezeka kwa kiasi kikubwa msimu huu wa kiangazi. Kampuni hiyo inasema wateja wengi ni wanunuzi wa kwanza wa viyoyozi, huku mawimbi ya joto yanayojitokeza mara kwa mara na kudumu kwa muda mrefu yakibadilisha mtazamo wa watumiaji. Licha ya kuongezeka kwa matumizi yake, viyoyozi bado vinazua mjadala barani Ulaya kutokana na sababu za mazingira. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2024, matumizi ya viyoyozi yanachangia 7% ya matumizi ya umeme duniani na 2.7% ya uzalishaji wa gesi ya carbon dioxide duniani unaotokana na nishati ya mafuta na shughuli za viwandani. Wakosoaji wanasema matumizi makubwa ya viyoyozi huongeza mahitaji ya umeme na yanaweza kuongeza joto katika maeneo yenye watu wengi kwa kutoa hewa ya moto nje ya majengo. Hata hivyo, masuala ya afya ya umma yanazidi kupewa uzito. Nchini Ufaransa, mamia ya shule zilifungwa wakati wa wimbi la joto la hivi karibuni baada ya hali joto kufikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa. Serikali ya Ufaransa baadaye ilitangaza uwekezaji wa euro milioni 80 sawa na bilioni 241.3 za Kitanzania kwa ajili ya kufunga mifumo ya kupooza ikiwemo feni na viyoyozi katika shule na vituo vya kijamii. Ofisi ya shirika la afya duniani WHO kanda ya Ulaya pia imesema kuwa ingawa viyoyozi si suluhisho la muda mrefu kwa changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, bado ni muhimu kwa kulinda makundi yaliyo katika hatari kubwa wakati wa vipindi vya joto kali. Ongezeko la mahitaji hayo pia limechangia kuboresha taswira ya bidhaa za watumiaji zinazotengenezwa nchini China. Kwa miaka mingi, bidhaa zenye alama ya Made in China zilihusishwa na bidhaa za bei nafuu na ubora wa chini. Hata hivyo, wanunuzi wengi wa Ulaya wanasema wamevutiwa na ubora pamoja na muundo wa vifaa hivyo vipya vinavyotengenezwa nchini China. Skorczek anasema alishangazwa kugundua kuwa kiyoyozi chake kilitengenezwa nchini China, akisema muundo na ubora wake vinafanana na bidhaa zinazotengenezwa na kampuni za Ulaya. Vile vile, mkazi wa Ufaransa Adrien Olaro, ambaye hivi karibuni alinunua kiyoyozi chake cha kwanza na huenda pia bidhaa yake ya kwanza iliyotengenezwa China, alisema tofauti ilikuwa kubwa. Ni kama kuingia kwenye jokofu ninapoingia chumbani kwangu, tofauti ni kubwa sana. Hayo ndio yanayoendelea barani Ulaya. Bidhaa za China zilizokuwa zikionekana hazifai sasa zinagombaniwa kama goli. Ni ajabu kweli kweli. Na hiyo ilikuwa ni taarifa yetu.
Kadiri mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea kuleta misimu ya kiangazi yenye joto kali zaidi barani Ulaya, wachambuzi wanatarajia mahitaji ya mifumo ya kupooza kuendelea kuongezeka, jambo linalounda fursa mpya kwa watengenezaji wa China, huku likibua maswali mapya kuhusu matumizi ya nishati na uendelevu wa mazingira.